Roho Mtakatifu ndiye Mungu anayeishi duniani leo. Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu ni Mungu mmoja, lakini Mungu huyu mmoja alipokuwa Baba aliumba vinavyoonekana na visivyoonekana akiwa Baba, lakini alipokuwa Baba hakuumba peke yake, aliumba akiwa na Mwana na aliumba akiwa na Roho Mtakatifu. Hii ni sayansi ya kiungu, inaitwa theology. Ukisoma kitabu cha Mwanzo mlango wa kwanza mstari wa kwanza na wa pili, Biblia inasema hapo mwanzo Mungu Baba aliumba mbingu na nchi. Lakini unaweza kufikiri alikuwa peke yake Baba. Anaendelea mbele asema nayo nchi ilikuwa ukiwa tena utupu na giza lilitanda juu ya vilindi vya uso wa maji. Unajua, mara nyingi sana tunachanganya, tunafikiria shetani hakuwepo wakati uumbaji unaendelea. Biblia inasema hapo mwanzo Mungu aliumba mbingu na nchi. Kwenye mstari wa kwanza wa hapo mwanzo Mungu aliumba mbingu na nchi, kuna miaka kama sio trilioni ni bilioni iliyopita kabla ya mstari wa pili kuandika. Baada ya miaka mingi, baada ya Mungu kuumba mbingu na nchi, nchi ilikuwa ukiwa. Na nchi ilikuwa ukiwa kwa nini? Kwa sababu giza lilitanda juu ya vilindi vya maji. Kwa nini giza? Giza linatanda kwenye kila chenye uhai. Maji yanawakilisha uzima, maji yanawakilisha uhai, na shetani mara nyingi anaenda kwenye uzima, anaenda kwenye uhai. Naomba nisome hiyo mstari nikiwa niangalia kwenye Biblia yangu. Anasema hapo mwanzo, in the beginning God created the heaven and the earth. Mungu alipoumba mbingu na akaumba nchi alimaliza. Lakini mstari wa pili unasema nchi ilikuwa ukiwa. Wengine wanafikiria huu mstari wa pili wa kitabu cha Mwanzo ndio maneno ya pili ya Mungu kusema. Ukisoma kitabu cha Ayubu kiliko kabla ya huu mstari wa pili. Ukisoma Yohana mlango wa kwanza mstari wa pili uko kabla ya huu mstari wa pili wa kitabu cha Mwanzo. Kwa maana nasema hapo mwanzo, in the beginning, palikuwepo neno, naye neno alikuwa kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu, na hakuna chochote kilichofanyika pasipo huyo neno, naye neno akakaa kwetu. Huu ni mstari wa pili na watatu wa kitabu cha Yohana. Maana yake unaona iko mbele ya kitabu cha Mwanzo mlango wa pili, mstari wa pili. Mstari wa pili anasema nayo nchi ilikuwa ukiwa tena utupu. Kwa nini nchi tu? Kwa nini sio mbingu? Ni kwa sababu adui alishaumbwa, ama shetani alishaumbwa, alishaasi na alishatupwa duniani. Ufunuo wa Yohana mlango wa 12 mstari wa kwanza unasema na ishara kubwa ikaonekana mbinguni. Yule joka akapigana na malaika wa mbinguni, na theluthi ya malaika wakachukuliwa pamoja naye, na sauti ikasikika, ole wake nchi, ole wake bahari, kwa maana yule muasi asi mwenye kuasi ametupwa humo. Kwa unaona huu mlango wa kwanza wa 12 wa kitabu cha Ufunuo bado ni mistari iliyoko mbele ya kitabu cha Mwanzo mlango wa pili. Sasa Mwanzo tunapoona na Roho wa Mungu akakaa juu ya uso wa nini? Wa maji. Maana yake Roho Mtakatifu akaatamia uhai. Maji yanawakilisha uzima. Roho Mtakatifu akaatamia uhai. So we can see, tunamuona Roho Mtakatifu wapi? Pale mwanzo. Biblia inasema Mungu akasema iwe nuru, ikawa nuru. Unaposikia nuru haimaanishi mwanga, haimaanishi huu mwanga wa juu. Unaposikia nuru inamaanisha Yesu. Ukisoma mstari ya chini, Mungu akatengeneza mianga. Ukisoma mstari wa 4 anasema Mungu akaiona nuru ya kuwa ni njema, Mungu akaitenga nuru na giza. Unaposikia giza inamaanisha shetani. Unaposikia nuru inamaanisha nani? Mungu, mwana wa Mungu. Yeye ni nuru ya ulimwengu. Mstari wa 5 anasema Mungu akaita nuru mchana na giza akaliita usiku. Ikawa jioni, ikawa asubuhi. Hii sio ule mchana na usiku unaotenganishwa na mianga miwili mikubwa. Mstari wa 6 Mungu akasema liwe anga kati ya maji, likayatenge maji na maji. Mungu akafanya anga, akayatenga yale maji yaliyo juu na ya anga yaliyo maji yaliyoko chini ya anga. Ikawa hivyo. Mungu akaliita lile anga mbingu. Ikawa jioni, ikawa asubuhi. Lakini hii sio ile mbingu iliyoumbwa pale mwanzo. In the beginning God created mbingu. Mbingu ya pale mwanzo inawakilisha ulimwengu wa roho, ulimwengu usioonekana. Hapo mwanzo, Biblia inaposema hapo mwanzo Mungu aliumba mbingu na nchi, anaposema neno mbingu anamaanisha ulimwengu usioonekana. Anaposema nchi anamaanisha ulimwengu unaoonekana. Sasa hii ni lugha ya kibibilia. Na Biblia inafundisha ni metaphor language. Ni lugha ya maumbo, ni lugha ya mifano. Mstari
wa 14 Mungu akasema na iwe mianga kati ya anga la mbingu ili ikatenge kati ya mchana na usiku. Unaona, huu mchana na usiku sio ule mchana na usiku wa pale juu. Mchana wa usiku wa pale juu, ile nuru ni Kristo, lile giza ni shetani. Na Biblia inasema fanyeni kazi ya Mungu kungali mchana, kabla haijaingia nini? Usiku. Giza likafanya nini? Likawazuia. Maana fanyeni kazi. Anaposema mchana anamaanisha nuru, na vita iliyoko kati ya nuru na giza ni kubwa mno. Sasa Roho Mtakatifu ndiye Mungu pekee anayeishi leo duniani. Nikikupeleka kwenye historia kidogo, Mungu Baba akaenda mchini, mstari wa 26 akasema tuumbe mtu kwa mfano wetu. Sasa wakati Mungu anasema tuumbe mtu kwa mfano wetu, alikuwepo Baba, alikuwepo Mwana, alikuwepo Roho Mtakatifu. Na nilipopata ufunuo huu nilishangaa sana. Eti mimi nafanana na Mungu. Unajua, moja kati ya fundisho kubwa la mashetani linasema sisi hatufanani na Mungu. Hapo mwanzo Mungu akasema tuumbe mtu kwa mfano wetu. Tena si tu kwa mfano, na kwa sura. Na unajua mfano na sura. Na Biblia inasema Yohana pale chini mstari wa 14, mlango wa 14 anazungumza habari ya Filipo. Filipo anamwambia nionyeshe Baba, yatosha. Yesu akamwambia mimi Filipo nimekaa na wewe siku zote, haunijui? Sasa kwani wewe ni Baba? Yesu, ule mwili wa Yesu ndio mwili wa Baba. Tutakapoenda mbinguni hatukutani na giant, hatukutani na dinosaur, tunaenda kukutana na Yesu. Yaani ule mwili wa Yesu ndio mwili ambao Mungu alikuwa anasema. Yaani tulipomuona Yesu, Biblia inasema kabla ya kuwepo mambo yote Yesu alikuwepo. Kwa maana hiyo Yesu alikuwa mbinguni kabla hajaja duniani. Alipokuja duniani akavaa mwili ule aliyouacha mbinguni. Yaani Yesu alipoondoka hapa tutamuona hivyo hivyo. Na unajua atakayetuambia ni huyu ni Petro, maana alikuwepo. Yesu hata rudi na mwili mwingine. Yule malaika akashuka wakati ananyakuliwa akawaambia, enyi wanaume wa Yerusalemu, msiogope. Kwa maana kama mlivyomuona ameenda, ndivyo mtakavyomuona akifanya nini? Akirudi. Dunia kule mbinguni tutafahamiana. Nitakujua wewe ni Baba Alfa. Kile ambacho kitakuwa akipo, huu mwili wako hautakuwa unaugua, hautakuwa unaumwa tena. Tutavaa miili ya mbinguni ambayo haina njaa, haina mateso tena, haina hofu, haina magonjwa. Tutabadilishwa. Biblia inasema tutabadilishwa tufanane na yeye, ili kurudi kwenye ile sura ya mlango wa 20, sura ya kwanza mstari wa 26. Wangapi wanajua wanafanana na Yesu? Wangapi wanajua mnafanana na Yesu? Simaanishi unafanana na Yesu kiroho. Mwili ulionao, wangapi wanajua Yesu alikuwa na mikono miwili kama wewe? Alikuwa na miguu miwili kama wewe? Alikuwa na sura kama ya kwako? Wangapi mnanielewa kidogo? Yaani sisi tumeumbwa kwa mfano na sura ya Mungu. Ndio maana Mungu sio mwanamke wala sio mwanamume. Na tutakapokuwa sisi tumeondoka hapa duniani, tukienda kule duniani, hii miili ya kike na ya kiume tumepewa kwa ajili ya matumizi ya duniani, ili tunyonyeshe watoto, tuzae watoto. Yaani hii ni sura ya hapa. Biblia inasema hamjui, maana jamaa walianza kuleta mpaka huko mbinguni. Wanaleta maswala, sasa huyu mwanamke alikuwa na wanaume 7, kule mbinguni atakuwa mke wa nani? Yesu anasema hamjasoma, imeandikwa mbinguni tutafanana na nani? Na yeye. Tutabadilishwa tuwe kama malaika. Roho Mtakatifu yeye anaatamia uzima. Tangu mwanzo alipokuja Yesu, alipokuwa anaondoka, alituagiza tusifanye chochote bila yeye. Leo hii tuna watu wengi sana hawana mzigo wa kuwa na ushirika na Mungu. Na nataka nikwambie, unapokuwa na ushirika na Mungu ni unapotaka kuwa na ushirika na Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ukiwa naye kuna vitu havitakutisha. Haimaanishi hautakuwa na huzuni. Yesu alipokuwa anaishi duniani alipata huzuni. Kuna mambo yalimtaabisha, lakini Roho Mtakatifu alimsaidia. Sisi tunaomwamini Yesu Kristo ni miungu inayoishi wapi? Duniani. Sisi sio dini kama dini nyingine. Sisi hatui watu wa dini kwa kusoma au tunakuwa watu wa dini wa Mungu kwa kuzaliwa, na tunazaliwa na Roho Mtakatifu. Yesu asifiwe. Sasa sina maneno mengi ya kutosha kusema na wewe, lakini naomba niende mbele kidogo. Baba na Mwana na Roho Mtakatifu ni Mungu mmoja anayekaa katika utatu, na anafanya kazi katika utatu. Kwa nini? Kwa sababu Mungu mwenyewe ndivyo alivyoamua. Watu wengi sana huwa wanajaji kama Mungu ni Baba na Mwana anajitengaje. Wanajaribu kutumia akili zao za kibinadamu kujaribu kuona Mungu hawezi kujitenga. Wewe sio Mungu. Baba amekaa kwenye kiti chake cha enzi, Mwana
anatengeneza makao. Roho Mtakatifu yuko duniani, na Roho Mtakatifu yuko duniani anaatamia uzima, anakaa mahali tu mtu amemkubali. Roho Mtakatifu sasa hivi akai kwenye maji, anakaa ndani ya mioyo. Aliposhuka kwenye wale 120 aliwaingia wote, anaendelea kusambaa kwa nguvu ya neno la Mungu. Ulipolipokea neno la Mungu, ulimpokea Roho Mtakatifu. Wagalatia mlango wa 4 na mstari wa 4. Hata ulipowadia utimilifu wa wakati, Mungu alimtuma mwanaye ambaye amezaliwa na mwanamke, amezaliwa chini ya sheria, kusudi ya wakomboe hao waliokuwa chini ya sheria, ili sisi tupate kupokea hali ya kuwa wana. Na kwa kuwa ninyi mmekuwa wana wa Mungu, Mungu alimtuma Roho wa mwanaye mioyoni mwenu, aliaye Aba, yaani Baba. Yaani Mungu alimtuma Roho wa Kristo ndani yake. Wakati ulipowadia, Mungu alimwachilia mwana aliyekuwa nuru akaja duniani ili awe nuru ya dunia. Alipokuja kuwa nuru ya ulimwengu, wakati ulipowadia, mwana akarudi kwa Baba, na Baba akamtuma Roho, na Roho akaja ili atutie sisi uzima, tuwe wana wa Mungu. Watu wanaoenda mbinguni wanajijua. Kama Frenki unaenda mbinguni unajua. Mose, kama unaenda mbinguni unajijua. Ukiwa umechemsha unajua hapa siendi. Unajua unaenda, unajua uendi. Unajua umekoroga, unajua hujakoroga. Hauhitaji mtu akukushangilia. Hauhitaji mtu akukuambia unajua mbingu ni unapokuwa umekosea, unajua hapa ninatubu, na unapotubu mpaka ukatubu ukasikia nimetubu. Wangapi ukitubu ukaomba rehema ukatubu mpaka wanapataga uhakika kweli nimetubu na nimekubalika? Wangapi wanapataga hiyo? Watu wengi sana. Mungu amemtuma Roho wa mwanae ndani ya moyo wako ili akusaidie. Mungu unena na watu wake kwa njia nyingi. Sasa hapa nazungumza kidogo sana habari ya kuisikia sauti ya Mungu. Kumbuka nilizungumza na wewe, nitasema habari ya Roho Mtakatifu, na nitasema na wewe kwa habari ya kusikia sauti ya Mungu. Mungu anaongea na watu. Hosea mlango wa 12 mstari wa 6. Mungu anaongea na watu kwa lugha nyingi sana na kwa namna nyingi. Kitabu cha Hesabu mlango wa 12 na mstari wa 6. Kisha akawaambia, sikizeni basi maneno yangu, akiwapo nabii kati yenu, mimi Bwana nitajifunua kwake, katika maono nitasema naye katika ndoto. Sivyo alivyo mtumishi wangu Musa, yeye ni mwaminifu katika nyumba yangu yote. Kwake nitanena midomo kwa midomo, maana waziwazi, wala si kwa mafumbo, na kwa umbo la Bwana yeye ataliona. Mbona basi ninyi hamkuogopa kumnena mtumishi wangu Musa? Lakini nilichokuwa nataka niseme na wewe hapa juu, Mungu akitaka kukiwepo nabii, Mungu atasema naye. Lakini Mungu anaweza kusema na wewe kwa ndoto, na pia Mungu anaweza kusema na wewe kwa maono. Hii si shida, na si shida sana Mungu kusema na watu. Shida iliyopo ni watu kusikia Mungu anaposema. Na jambo kubwa zaidi ni watu kujua anayesema ni Mungu ama ni kitu kingine. Jambo la muhimu sana ni kutofautisha sauti hizo zinazosema na wewe. Mara nyingi sana tuna watu waliopotea wanaosema Mungu alisema nao. Watu waliopotea wanasema tuliona ndoto. Kuna dada mmoja, sijui nilimlaani ama sikumlaani, lakini mimi silaaniji watu. Lakini nilikasirika. Na mtumishi wa Bwana akikasirika, mabaya tu yatakupata. Ni vizuri kujiepusha na watumishi wa Mungu. Jamani, Bwana asifiwe sana. Huyu dada alikuja hapa kanisani na akawa anaimba. Alikuwa na kikundi cha waimbaji, nakumbuka liletoka na kina Godwin, na akawa maisha yalikuwa duni, hali yake ilikuwa mbaya, maisha yalikuwa mabovu. Mume wake alikuwa na bucha hapo kubwa, hilo bucha unaliona la nyama, ni mume wake alijenga kipindi hicho, kwamba pale sasa yule muuza bucha kila ulikuwa ukienda pale lazima unasali moria, pana shimo kubwa la kuzimu, pana shimo kubwa la kuzimu. Sasa baada ya muda kidogo mimi nikamuona yule dada, uko wapi? Najua tayari ameshanenepa, amekunywa supu ya makongoro ya mume wake. Nikasikia baadaye maneno yale, nikasema alaaniwe mtu yule anayelisema kanisa la Bwana. Nikachukia sana, nikasema nyie na wafuta muondoke, na wafukuza hapa. Baadaye nikakaa, baadaye nikaomba Mungu, naomba unisamehe, lakini si nimeshasema. Bwana Yesu asifiwe sana. Nachotaka kusema ni nini? Sitaki kuambia aliyompata yule dada, maana yanasikitisha. Lakini nacho kusema ni nini? Kusikia sauti ni kitu kimoja,
kujua ni nani amesema ni kitu cha pili. Waga shetani anachukua nafasi ya Mungu haraka kusema. Wakati wote unapojikita, shetani huwa anachukua haraka nafasi ya kukuonyesha ni Mungu anasema na wewe, wala sio yeye anasema na wewe. Na taarifa nyingi mbaya unazozipata huwa hazitoki kwa Mungu, zinatoka kwa shetani. Waga Mungu sio mbea. Mungu hawezi kukuonyesha fulani ni mchawi, maana anajua moyo wa mwanadamu ni dhaifu, utamchukia. Ni nani aliyeko hapa aone fulani ni mchawi na amemloga atampenda? Je, Mungu anaweza akakuambia taarifa zitakazosababisha chuki? Ukiona unapata taarifa zinazokuletea kuona wachawi, Mungu huwa anasema na wewe na analeta sentensi, positive language. Lugha ya Mungu siku zote waga ni positive language. Waga analeta sauti itakayokusaidia. Akikuonyesha maono hata kama ni ya wachawi na nini, anakuonyesha vile umeshughulikia hao wachawi ukawapiga. Hakuletei maono ya kukuonyesha jirani huyu ndio mlozi anakuloga hivi. Cha kwanza, ukianza kupata sauti za namna hiyo, zinatengeneza vitu vitatu vikubwa kwenye maisha yako. Cha kwanza, chuki. Na ukianza kumchukia yule mtu ambaye unahisi ni mchawi wako, moja kwa moja umeshindwa vita. Lakini cha pili kinachotengenezeka moyoni mwako, hofu. Unakuwa na hofu naye, huwezi tena kuzungumza, huwezi tena ukimuona. Alafu jambo lingine la mwisho, unamuogopa au unamtenga ama unajitenga naye. Biblia inasema adui yako mpende. Yule dada, baada ya mimi kumsikia, nikasema nampoteza hapa. Sijui kilichowapata wale watu kweli, lakini walipata mambo yasio, yani yule bwana alifilisika, bucha ile kaisha, ndoa ikaisha, walikuwa na watoto 4, maisha yakaharibika. Nimekuja kumuona huyu dada miaka 3 baadaye au 4. Alikuwa ni kibonge, alikuwa amekunywa supu ya makongoro, amenenepa. Nakutana naye amekuwa mtoto. Alafu ananiita baba yangu, wewe ni baba yangu. Nikamwangalia vizuri, wewe ni nani? Nafahamu hii sura lakini sikujui tena, wewe ni nani? Akaniambia mimi unakumbuka nilikuwa nimeolewa na yule baba pale, akaja akaniacha akanitelekeza na watoto. Siku hizi niko sijui huko Zanzibar nafanya kazi, nimechoka baba, naomba unisamee. Ndio nieleze vizuri wewe ni nani. Ndio ananikumbusha. Lakini kweli nilimwombea na neema ya Mungu iwe juu yake. Lakini kibaya ni nini? Sauti ya shetani. Hebu sema sauti ya mashetani. Kitu kigumu ni kutofautisha unachosikia. Naomba andika sentensi hii, itakusaidia siku nyingine. Mungu waga asemi watu, akuambii. Yani waga Mungu alete taarifa mbaya kwako, zinazokuletea, zinazokutenganisha na watu. Kama jirani yako ni mchawi au ni adui yako, Mungu hatakuletea sentensi zitakazosababisha huyo jirani uchukie. Atakuletea, atakuonyesha, atasema na wewe lugha ambayo itakuonyesha kumshinda adui yako. Sikieni waambieni wana wa Mungu, hakuna kitu tunachoweza kufanya kuzuia kulogwa. Huwezi kufanya chochote kuzuia kulogwa. Yaani eti hapo umekaa na watoto, umeshamjua jirani yako ni mchawi, ufunge mlango asiende. Watoto wako wasiende. Sijui usile chakula chao. Sijui usifungue, sijui usikupe chakula. Hauwezi kumzuia shetani kukuloga kwa nguvu za kibinadamu. Sikuambii wale watu ambao ni maadui zako ukajichanganye nao, lakini huwezi kuwazuia kukuloga, kwa maana uchawi hauhitaji msaada wa vitu. Uchawi ni nguvu za kiroho zinazoweza kuvunja hata mlango. Yaani mtu anaweza kakaa Bukoba akamloga mtoto wa jirani yake aliyoko Marekani. Kuna mtu ni Mchaga yuko Moshi Kiboroloni, ana watoto wake wako Marekani. Jirani yake mchawi hahitaji kwenda Marekani kumloga, anamloga akiwa hapo hapo Kiboroloni, na uchawi unakamata akiwa Marekani. Sasa kama uchawi unavuka mabara, wewe unaogopa mlango, unaogopa eti atachukua udongo. Moja nikwambie, moja kati ya silaha kubwa sana ya nguvu za Mungu kumshinda adui yako ni kupuuza yale wachawi wanafanya. Yaani ukikuta mchawi ameamka akaja hata akajisaidia hapo mlangoni kwako, mwambie inaonekana ulizidiwa ukashindwa kufika chooni. Yaani unamdharau kabisa. Ukipata hofu, wamekuja, angalia sasa maisha yangu yatakuwa kinyesi. Nakwambia ukishapata hizo tu tayari amekushinda. Mungu waga aleti sentensi. Naomba nikuambie, ukiona unaomba ukaanza kuona maono, fulani ndio anakuloga, fulani ndio anafanya hivi, adui yako ni huyu. Ukianza kuona hayo maono, hiyo ni lugha ya shetani. Anatengeneza vitu vitatu kwa hofu, mashaka, anakuibia imani na anatengeneza chuki.
Watu wengi wanapenda kusema kuzimu. Eti mimi nimeenda kwa Kakobe, sijui nimeenda kule kwa David ndio kuzimu. Uongo mkubwa. Kuzimu kunawezaje kukawa Kisongo? Kuzimu ni mahali ambako hamna mtu anaweza kufika. Hakuna. Hata mashetani yaliyoko kuzimu yanamuomba, yaliyoko duniani yanamuomba Yesu asiamuru kwenda wapi? Kuzimu. Mapepo yenyewe hayataki kwenda kuzimu. Kuzimu ni lock up ya Mungu. Yaani watu walio wenye dhambi wakifa wanapelekwa kuzimu. Mashetani haya ukiyashinda nguvu ukiyapeleka kuzimu. Kuna watu ambao wanasema mimi nakupeleka kwenda kuzimu, lakini una nguvu ya kumpeleka pepo kuzimu. Una mamlaka. Mtu ambaye ana mamlaka ya kumtiisha pepo na kumpeleka kuzimu ni mtu mwenye nafasi na yeye anayekaa chini ya mamlaka 100%. Mtu ambaye hautembei chini ya mamlaka vilivyo, huwezi kuamuru mapepo yakaenda mahali ambapo wewe mwenyewe huwezi kwenda. Kama wewe huwezi kusikiliza, yani hata kiongozi wa ibada tu akamwambia hebu sogea kiti cha mbele uendi, na kuambia huwezi kumwambia shetani sogea akasogea. Hapa nimekuonyesha kidogo ndoto, sauti za mashetani. Zinaweza kudanganya, fulani ni mchawi, fulani anaenda. Alafu zingine zinakuonyesha mchungaji. Eti mchungaji ni Freemason, sijui mchungaji nabii yule sijui ni nini. Uongo. Hakuna mtu anayeweza kuchanganya shetani na Yesu akaishi. Yaani mtu akichanganya tu shetani na Yesu anakuwa mganga wa kienyeji. Mpaka sasa hivi according to me hayupo mhubiri ambaye anaweza kusimama kwenye madhabahu hivi akawa anahubiri Yesu na wakati huo anatumia nguvu za giza. Kinakuwa hivi, huyu mtu anakuwa muovu anayetumia jina la Yesu. Lakini akienda kwa mganga ili apewe nguvu za giza, hamtaji tena Yesu. Kwa ukienda kwenye kanisa lolote ambalo Yesu hataji, hapo shetani anaishi. Ukienda kwenye kanisa au huduma hizi za maombezi, wewe unasikia tu anataja tu nabii, Mungu wa nabii, sijui Mungu wa baba yangu, hapo shetani anakaa. Lakini ukasikia baada neno moja kwa jina la Yesu, mapepo hayapendi hili jina. Mapepo hayapendi hili jina. Hili jina la Yesu ni kiboko cha mashetani yote. Sasa ukiona wahubiri hawa ambao wamtaji Yesu na wanasema majina yao sana, sasa nisiende kule. Bwana asifiwe sana. Ndoto, kitabu cha Mhubiri mlango wa 5 mstari wa 3. Anazungumza habari ya ndoto. Anasema hivi, kwa maana ndoto huja kwa sababu ya shughuli nyingi na sauti ya mpumbavu kwa njia ya wingi wa maneno. Sababu ndoto zinakuja, hizi zinatokana na kazi nyingi. Hizi ziko kwenye tunaita the sphere of men. Zinatoka kwenye ulimwengu wa wanadamu. In the sphere of men, unajua kwenye karakana ya mtu kuna vitu vingi vinaendelea kwenye ubongo wake. Na kwenye huu ubongo wa huyu mtu unaoendelea kuna store. Wale waliosoma psychology wanajua kuna subconscious, kuna conscious mind, kuna common sense. Zote hizi zinatunza zile taarifa. Na ndio naona mtu unapolala unaweza kuletewa data zinazotokana na kazi zako. Mara nyingine watu kutofautisha sentensi ama sauti za watu, sauti za kazi, sauti za maisha yake, sauti za mapepo, wanafikiria Mungu anaongea. Mungu akusaidie kuwa na elimu ya ndoto. Daniel 1:17 inamzungumza mtu mmoja. Biblia inasema basi kwa habari za hao vijana 4 ambao ni Daniel, Meshach, Shadraka na Abednego, Mungu aliwapa maarifa na ujuzi katika elimu na hekima. Daniel naye alikuwa na ufahamu katika maono yote na ndoto. Daniel alikuwa na ufahamu na ujuzi katika maono yote na ndoto. Labda niseme hivi, ndoto sio vitu vya kupuuza. Maono sio vitu vya kupuuza, lakini ni vitu vya kutafuta tafsiri. Twende kitabu cha Ayubu mlango wa 7 mstari wa 14, ndoto za shetani. Ayubu mlango wa ngapi? Wa 7 mstari wa 14. Ndoto za shetani. Ayubu 7:14, Biblia inazungumza, ndipo tuanze mstari wa 13. Hizi ni ndoto za shetani. Ayubu alikuwa anateswa na nani jamani? Aliyekuwa anamtesa Ayubu ni nani? Aliyeomba ruhusa ya kumtesa Ayubu ni nani? Kwa hiyo nani alikuwa anamtesa Ayubu? Sasa Biblia inasema hivi, Ayubu alipolala, maandiko yanasema hivi, hata nisemapo kitanda changu kitanitunza moyo wangu, malazi yangu yatanipunguzia kuugua kwangu, ndipo unitishapo kwa ndoto na kunitia hofu kwa maono.
hata nafsi yangu uchagua kunyongwa na kuchagua kifo kuliko maumivu haya. Umesikia hiyo? Shetani alikuwa Ayubu anamtesa Ayubu. Unajua mtu anayeumwa akilala kidogo anasinzia, anasema afadhali nimefanya nini? Nimepumzika. Lakini alipopumzika tu, shetani anaenda kwenye ndoto. Wangapi mae kuota ndoto kaomba Mungu, naomba iwe ni ndoto tu baba, alafu naomba ndoto iishe? Maana unachokutana nacho kwenye hiyo ndoto wewe ndio unajua unachofanyiwa. Wangapi mae kufanyiwa kitu kwenye ndoto mpaka unasema Mungu, acha ile ya kukabwa tu, yani kitu kinakuja shetani anakusukuru au bisibisi yenye moto, hiyo inakuja, unajua kabisa hii ni ndoto, lakini ndio anakutesa hivi. Hapa Ayubu alikuwa analala. Okay, hizi ndoto ni za Mungu. Tafsiri ya Ayubu kwenye ndoto hii, alimuona nani anamtesa? Aliona Mungu, sio shetani. Ayubu alikuwa ajui. Ukisoma huku juu anaongea habari ya Mungu. Hapa Ayubu alikuwa anaongea, ukisoma mlango wa 14, je, mtu hana wakati wake wa vita? Anazungumza juu ya nchi na siku zake si kama siku za mwajiriwa, kama mtumishi atumikiaye sana kile kivuli, kama mwajiriwa anayetazamia mshahara wake. Kwa hiyo alikuwa anazungumza, Ayubu anafikiria anayemtesa ni Mungu, lakini hakujua aliyekuwa anafanya kazi hii ni nani? Ni shetani. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndoto za shetani utengenezwa. Hebu tusome Kumbukumbu la Torati 13 mstari wa 3. Ujue pia Mungu huwa anahusika. Niliposoma haya maandiko yakanishangaza sana. Eti Mungu pia kwenye hizi ndoto za shetani huwa Mungu anaziruhusu. Uwaga ni mtihani wa kiroho. Watu wengi sana kwenye mitihani ya kiroho wanashindwa. Kumbukumbu la Torati mlango wa 13 mstari wa 3. Kukizuka katikati yako nabii au muota ndoto, akakutolea ishara au ajabu, ikatukia hiyo ishara au hiyo ajabu atakayokuambia akisema, na tuifuate miungu mingine usiyoijua tukaitumikie, wewe usiyasikilize maneno yake yule nabii yule wala muotaji yule wa ndoto, kwa kuwa Bwana Mungu wako yua kujaribu apate kujua kwamba mnampenda Bwana Mungu wenu kwa mioyo yenu yote na kwa roho zenu zote au la. Mtihani wa kiroho upo mpaka kwenye ndoto. Nakuja hapa nakwambia mtumishi, nimeota ndoto. Nimeota umepandishwa cheo. Na kweli unapandishwa cheo kesho. Uwaga mashetani yanakaa rohoni na yanaona vitu vilivyopangwa rohoni. Wangapi mnajua kupanda kwako cheo hakujapanda leo, kumetengenezwa kwenye ulimwengu wa roho? Wangapi unajua kuinuliwa kwako tayari kumeonekana? Ukiona shetani anafanya vita na wewe, anajua hatima yako, na majira yako ya kufanikiwa yakifika, ndio shetani anafanya vita zaidi. Alafu wewe nabii anakuja hapa. Manabii wengi hawa ambao wanajiita manabii waotaji nini, wanatoa unabii huko na wafundishi watu mambo ya Mungu. Manabii wengi hawa ni wapunga pepo. Naomba niongee tena, na kama wanabisha wakasome 13 Kumbukumbu la Torati. Anasema hivi, kukizuka mtu katikati yako nabii au mwota ndoto, akakutolea ishara na ajabu, na ishara hiyo ikatukia na ajabu hiyo ikatukia, huyo mtu usimwamini bado. Hawa manabii ukitaka kujua ni manabii wa shetani, ni waota ndoto, ni wapiga bao, hawakuelekezi njia ya Mungu. Tulikuwa tunaongea hapo ofisini na baba yangu mzee Abdueli, na akaniambia kitu kigumu sana. Ameniachia deni pale ofisini. Kaniambia, baba, natamani utakapokuwa niwepo. Nini kitanitenga na wewe? Lakini haya maneno yamekuja baada ya kumjadili mtu mmoja. Alikuwepo hapa, alikuwa mzee kiongozi. Alikuwa ni mzee kiongozi kabla ya baba Alfa. Tulikuwa hatujajenga hili jengo. Alikuwa mwenyekiti wa jengo. Alikuwa baba na watoto. Amekaa na mke wake. Nikamwambia, mzee, mbona naona kuna shida? Akaniambia, hakuna shida. Nikamwambia, baba, mimi nimeona kuna matatizo. Akaniambia, sina shida. Nikamwambia, kuna shida. Akaniambia, na alikuwa ni mtoaji sana. Mpaka nikasema shetani anataka kuniondolea mshirika wangu anayenipa sadaka nyingi nini? Maana alikuwa akiongea tu ni kama Krisi, Mungu akupe hela nyingi kwa jina la Bwana. Yaani kiongea tu ameshanipiga hela. Na alikuwa na hela. Alikuwa na maisha mazuri. Alikuwa ameajiriwa. Hebu ongeza makofi mazuri kwa Bwana Yesu. Haleluya.
Wangapi mnaona hivi tena? Haleluya. Hebu watu wote sema Kristo apate hela. Sema Kristo apate hela. Na roho ya ufukara imwachie kwa jina la Bwana. Umaskini umwachie kwa jina la Bwana. Adui zake wapigwe kwa jina la Bwana. Kristo achilia apate hela. Yule mtumishi akaanza kwenda kwa manabii wa uongo. Hao manabii wakaanza kumwambia una shida ya ndoa. Akasema ndio. Nani asiye na shida hapa? Inua mkono hapa kama una shida. Inua mkono. Kuna mzee mmoja alisema jifanye kama unajikuna Mama Alfa. Unamkumbuka? Mzee wa nini? Wa Tabora, mkuu wa mkoa wa zamani. Mwandi alikuwa anasema kama mtu anabisha ajifanye kama anafanya nini? Anajikuna. Hebu jifanye kama unajikuna. Kama una matatizo hapa. Nani asiye na shida? Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Je, shida zinatuzuia si kumpenda Bwana? Nazungumza habari ya sauti. Hebu sema sauti. Manabii hawamuelekezi mtu. Kafika akamwambia wewe unavaa namba ngapi? Wewe unavaa namba ngapi? Sitaki hata kuyasema maana ni maneno ya ovyo. Amen. Yule baba yangu, mzee wangu wa kanisa, mtumishi wangu akaangushwa na nabii. Nabii hakumuonya, nabii hakumsaidia. Nilimwambia mara 7. Nakumbuka ninambeba Mama Alfa, nambeba Mama Alfa na Baba Alfa, nikambeba na mchungaji Kefa, tunaenda kwenye vikao vya kujaribu kumsaidia aelewe ninachokisema. Akakataa mpaka siku amekamatwa na tatizo. Na bado hata alipokamatwa akasema hapana, shetani ni waovyo na alaaniwe mfululizo. Mnakumbuka baba? Akakataa. Sasa mabaya mengi yamempata. Ndio Baba Alfa akaniachia deni hapo ofisini. Lakini nikasikia huzuni. Lakini ni kwa nini? Kukizuka nabii katikati yenu. Nabii ambaye hakuambii njia ya Bwana. Nabii ambaye hatoi maelekezo ya kimbingu. Hata ukiipata hii dunia yote ni bure. Nataka kusikia amina kama unanielewa. Nasema nataka kusikia amina kama unanielewa. Mimi napenda unabii na mimi ni nabii pia. Lakini nikupe unabii wenye maelekezo. Sema amina. Sasa hebu fikiria, huu ni mtihani wa kiroho. Wangapi mmewahi kwenda kwenye ibada tu ya nabii au ya watumishi akakutabiria na anayekwambia ni kweli? Hata mimi nimewahi kutabiriwa. Unaona vile unakataa happy. Najua ulienda. Lakini nabii kukuambia kitu cha ukweli si kwamba ni nabii wa Mungu. Biblia inasema hivi, msimuamini. Sipingi kazi ya nabii wala sipingi unabii. Leo hii watu wamefanya unabii kuwa biashara. Sio tiba ya kutatua matatizo. Nitaendelea kusema lakini naomba niende chini kidogo. Sema amina yenye afya. Sikia neno hili. Kuna tofauti ya sauti ya Mungu na taarifa za ulimwengu wa roho. Andika. Kuna tofauti, Moses, ya sauti ya Mungu kwako. I can say that is a direct speech to you and the information in the spiritual world. Kwenye ulimwengu wa roho kuna taarifa zako, lakini sio sauti ya Mungu kwako. Taarifa zako zinaishi kwenye ulimwengu wa roho na mashetani yanazijua, na waganga wanazijua, malaika wanazijua, mapepo wanazijua, na yeyote mwenye uwezo wa kwenda rohoni anaweza akaenda rohoni akazipata taarifa zako kwenye ulimwengu wa roho, lakini haimaanishi ni Mungu anazisema. Yaani wewe hapa ulipo ni kama mwenye kitambulisho cha NIDA. Nikienda kwenye kitambulisho chako cha NIDA nikaperuzi, nitapata tarehe yako ya kuzaliwa, nitaona jina lako pale, nitaona na jina la mama yako, nitaona na jina la baba yako, nitaona na kijiji ulichozaliwa na hospitali uliozaliwa, nitaona. Hizo ni taarifa zako, ziko kwenye mtandao wa NIDA. Lakini haimaanishi hiyo taarifa iliyo kwenye ulimwengu wa roho ndicho Mungu anasema. Mungu hawezi kusema. Sikiliza, wale mamajusi hawakutumwa na Mungu. Waliona taarifa za Yesu kwenye ulimwengu wa nini? Wa roho. Wakasema, tazama, tumemwona nani? Mfalme anazaliwa.
Na niliwaambia sisi ni nyota, sisi ni kama mianga. Tukiwa tunazaliwa tunakuja duniani tunaonekana. Yaani nakwambia wewe, yeyote aliyoko hapa ni nuru, sema amina. Na unapokuja duniani mapepo yanachukia, maana unatoka mbinguni unakuja kutawala dunia. Niliwapa ushuhuda nilipopata shida ya uzazi. Watoto wangu wanakufa, nikaa namwambia Mungu, yani wewe Mungu unaacha mabamedi wanazaa watoto wanakufa, unaacha mabamedi wakizaa watoto. Akisema sikiliza Mbando, watoto utakaozaa wewe ni watawala. Wakija duniani wanakuja kutawala mapepo na mashetani. Mabamedi wanazaa watoto kuongeza mabamedi wenzao. Hakuna jeshi linaua askari wake. Shetani hawezi kuua askari wake. Wewe huwezi kuua askari wako. Yaani Bamedi ni mfanyakazi wa shetani. Amepata mimba mpaka amezaa katoto anakadumbukiza chooni. Shetani akaui, maana ni kaaskari kake. Lakini wewe mwana wa Mungu ukizaa mtoto amekuja ni askari wa Mungu. Yaani kakiwa kadogo tu kameshaanza kukemea kwa jina la Yesu. Yaani vitoto unaviona vinakaa hapa kina Dori vikiimba, vikifanya michezo, vinaimba, vinacheza michezo ya Jesus, Yesu. Yaani mahali popote Yesu anatajwa pepo wanakimbia. Sasa Mungu ananiambia wewe unafananisha watoto wako na watoto wa shetani. Ndio maana watoto wenu nyie walokole, yaani hata ukikifunika unakipa na maziwa bado kinaugua. Lakini kitoto cha Bamedi hata akivai nguo unakikuta tu kimejiarishia, kinachukua na mavi kinalamba, hata akiarishi. Sasa malaika wana taarifa zako, mapepo yana taarifa zako, waganga wa kienyeji wana taarifa zako, watu wote wanaoenda rohoni wana taarifa zako. Watu wote wakikuona tu wanaona nuru yako imezaa, wanakuangalia tu namna. Yaani wewe ukiingia kanisani kama hapa na mimi ni nabii, kwa nini sianze kusema naona hiyo miwani yenyewe ni ya kifalme, na kuona hivi ulivyokaa umejaa neema, wewe ni mtu wa maana. Wewe hujaoa, nakwambia naona mke wako, naona ukioa mzungu, naona unafanikiwa baba, naona wewe ni mchapakazi. Hivi tu nikikuangalia hivi ulivyo hapa baba P, wewe si unaonekana mtu mandonga, mtu kazi kabisa hivi kabisa, mamisuli. Na kuna wewe ni mtu, wewe unafanya kazi. Hebu simama, unafanya kazi gani? Nafanya kazi. Na kuona kabisa, nimekuona gereji. Hawa watu wote wana taarifa zako za ulimwengu wa roho. Naona Mungu anaenda kukuinua, mwambie bosi ananiinuaje. Nabii akikwambia anaenda kumwambie ananiinuaje, ananiletea Mchina au Muhindi au Mwarabu, ananiinuaje? Nipe details, nipe maelekezo. Anakutishatisha tu, anakwambia utoe sadaka kubwa sana kuivunja hiyo laana iliyoko juu yako. Nabii anapotoa unabii kwako lazima aanze na maelekezo. Anasema naona baba P umeshindana na vitu ambavyo vimekushinda tangu mtoto. Ukiwa na darasa la 3 kuna kitu kilitokea kwako. Ukiwa miezi hivi kuna kitu kilitokea kwako. Lakini Bwana ananiambia anaenda kuondoa hiyo huzuni. Lakini Bwana ananiambia umche yeye. Bwana anasema hauna muda wa ibada na yeye, una muda wa maombi. Naona Bwana anataka kila mwezi ufunge mara 3. Hawataki tena hawa dada warembo wanaenda pale na nini, nabii anakuambia ufunge mara 3 kila mwezi. Alafu wewe una mchungaji yeye. Si anakuambia uje ushike shati lake, anamwambia sana nenda kwa mtumishi wako. Yesu alipowaponya wale wakoma aliwaambiaje? Mje mniabudu. Aliwaambiaje? Nendeni kwa mchungaji na mkatoe sadaka kwa yule mchungaji wenu. Hawafanyi hayo, matapeli wa kiroho. Sasa hiyo ni nini? Ni testi, ni mtihani. Kuna taarifa za ulimwengu wa roho za kwako na kuna sauti ya Mungu ya kwako. Naomba sahau kila kitu nimefundisha hapa Bishop. Sahau kila kitu, usisahau hicho. Kuna taarifa za ulimwengu wa roho zinazokuhusu. Na kuna kile Mungu anasema sasa kinachohusu maisha yako. Kile Mungu anasema ndicho unapaswa kusikia. Mungu anaposema anasema nini? What is the Spirit saying? Roho Mtakatifu anasema nini kuhusu maisha yangu leo? Sio taarifa zangu za ulimwengu wa roho zikoje. Yaani leo hii ukiingia kwenye ulimwengu wa roho wa mtu yoyote utaona taarifa zake. Utajua huyu mtu, unaweza kumuona ukasema naona ukiwa darasa la 5 ulikamatwa na majambazi. Naona ukiwa hivi. Anaweza kuambia hata naona ulibakwa, na ni kweli inawezekana. Lakini ni taarifa zako tu ziko kwenye ulimwengu wa roho. Anakutisha na taarifa zako. Manabii hawa wanatutisha na taarifa zetu za ulimwengu wa roho. Wanatuambia mambo yaliyo kwenye ulimwengu wetu wa roho, alafu ili watutishe. Kuna nabii mmoja aliitwa Elisha, na huyu nabii alikuwa na nani? Na wana wa manabii. Na wana wa manabii wakaanza kumwambia habari za ulimwengu wa roho. Waambia hivi, unajua bwana wako anatwaliwa? Hivi unajua leo nabii Elia atatoka? Unajua sisi tuna taarifa. Elisha hakubabaika na taarifa zile, maana aliwaambia ninajua, lakini nyamazeni, funga midomo.
Mtu asikutishe na taarifa zako. Anaweza akaja akakupa taarifa zako, akakwambia nimekuona hivi na hivi. Hata wakati mwingine ana ndoto kabisa, nimeona hivi na hivi. Usimwamini. Kuna dada mmoja alikuwa anakaa hapa na nilimpenda sana sana, alikuwa mshirika wangu. Alikuwa na mume wake alikuwa ni mtumishi hapa. Mume wake alikuwa mwimbaji, yeye alikuwa ni mfanyakazi wa kampuni moja ya Wahindi. Wahindi walikuwa wamemwamini, yeye ndiye alikuwa anashika hela zote za Wahindi. Amejenga nyumba, alafu akaenda akanunua nyumba ya pili tena. Alikuwa ni mwaminifu kutoa sadaka na mafungu ya 10. Uhifadhiwe kwa jina la Bwana. Mungu akutunze na taarifa mbaya. Bwana yafunike masikio yako usisikilize taarifa mbaya. Bwana akuhifadhi kwa jina la Yesu. Roho Mtakatifu akutunze. Naomba nimalize huu shuhuda. Wangapi wanapata amani? Wangapi wanaanza kutembea kwenye ulimwengu ulio wazi? Yaani wanatembea kama majemedari. Haijalishi shetani anajua chochote, afunge mdomo. Naona utaolewa mwaka huu. Ni sawa. Kwani mimi si wa kike? Utaolewa ndio. Mtu anakuletea taarifa za kukutisha. Ngoja nikwambie, mtu ambaye, sikiliza, mtu sahihi wa kusema na wewe ni mtu anayekupa maelekezo. Baba yako wa kiroho, mtumishi wako, mtu ambaye anaweza kukufundisha njia ya Mungu, akikuambia neno msikilize. Mimi sina shida na manabii, lakini wamepotosha wengi, wamedanganya wengi. Sauti hizi zimedanganya wengi. Leo hii wavuta bangi wanaona mahali pa kupata hela ni kanisani, wanaanzisha makanisa na wanajiita manabii na wanakokota watu na unabii wa uongo. Ziko nguvu za Mungu hapa kukuponya kwa jina la Bwana na kukusaidia matatizo yako kwa jina la Yesu. Na ukipona usimtafute nabii mbando, mtafute Yesu ukamwambia asante. Nasema ukipona mwambie Yesu asante. Mtu yeyote ambaye ukipona anataka ukamwabudu, ukamshukuru, ukamsifu, mtumishi nashukuru sana Mungu wa madhabahu. Ukisikia hivyo, Mungu anakosa utukufu. Mungu ana wivu. Sisi ni mali ya Yesu. Jamani, sisi ni mali ya Yesu. Anataka ukifanikiwa umwambie yeye asante. Nabii atakufa, mchungaji ataondoka, askofu ataondoka, lakini Mungu haondoki. Yule dada akiwa amefanikiwa, alikuwa mshirika wangu, amefanikiwa. Sasa sijawahi kusema hii siri, lakini akaandikiwa message kwenye Facebook na mtu anayejiita nabii. Tena akasema mimi ni nabii TB Joshua. Ninaona utafukuzwa kazi. Baada ya miezi 2 ijayo utafukuzwa kazi. Toa pesa milioni sijui ngapi, vinginevyo utafukuzwa kazi. Yule dada akaja akaniambia. Nikamwambia, huyo mtu amepata wapi jina lako? Haya mapepo sio ya mchezo. Anasema mimi ni nabii TB Joshua. Wakati huo TB Joshua yuko kileleni. Kila mtu anataja TB Joshua. Lakini TB Joshua yuko kaburini. Yesu anaishi. Haleluya. Yesu anaishi. Alikuwa mtumishi wa Mungu sijui, alikuwa wa shetani sijui, nachojua amekufa. Atakayemhukumu ni nani? Mungu. Mimi nachojua Yesu hafi. Nikamwambia mwanangu, hakunaga unabii wa hivyo. Eti leta hela nikuombee, tena milioni kama sio 2 ni milioni 3 ya miaka hiyo. Milioni 3. Hela ambayo hapa tulikuwa tunanunua kiwanja 1,500,000. Yeye anataka milioni 3. Milioni 2, milioni 1. Hawataki hela ndogo. Wameona ulimwengu wake wa roho. Nikamwambia ni kweli una vita kazini, lakini unapaswa haya usiyaamini. Nilijaribu kumsaidia yule dada mpaka nikachoka. Maana ni wale watu wanaoamini manabii. Sikumfuatilia tena. Nikamwambia ukishindwa, shetani amekuonyesha vita iliyoendelea kazini, anataka kukuaminisha kwamba atakufukuza kazi. Na wewe usipomwamini Mungu na ukasimama na hiyo vita, utafukuzwa kazi. Lakini ukimwamini Mungu, ukayapuuza maneno ya shetani. Sikia, Mordekai aliletewa taarifa kwamba kuna mti umechongwa, umenolewa vizuri, unakuja kuingiziwa mgongoni, unatokea kwenye kichwa. Mordekai alipata hizo habari. Habari za mabaya zisikutishe. Ukiambiwa lolote baya, sawa sawa. Mabaya yapo, yanaweza kumpata mtu yeyote, wakati wowote, muda wowote, ni sawa. Lakini Mungu yupo. Mordekai
alichofanya, hakuenda kushughulika na adui. Hakutafuta hela akamuonge Hamani. Alitafuta magoti na kuomba. Sema amina yenye afya. Akashughulika na ile vita wapi? Magotini. Aliyechonga mti ukamrudi mwenyewe. Yule dada hakunisikiliza, akaondoka. Mara akahama hapa, akahamia kwenye nyumba yake ya kwanza. Nikamwambia okay mwanangu, nikamfuata. Nakumbuka nilimfuata kwake, utazani nachumbia. Ule kuna kijana na kuchumbia alafu utaki. Nilimfuata yule dada kila siku huko kwa Morombo. Kila siku nimepaki gari, nikifika hajarudi kazini, nikifika pale amerudi kazini nataka kuongea na mimi, nikawa namuhuzunikia. Nikaongea na mume wake naye ameondoka. Unajua baba, mimi sio mvivu. Nilimfuatilia mpaka nikakata tamaa. Nilipokata tamaa nikamwambia nimeachana na nyie. Haikukata miezi miwili akafukuzwa kazi. Tena na kesi nyingine mbaya sana. Ukifungua sikio ukasikia sauti ambayo si Mungu anasema, usitishwe na taarifa za ulimwengu wa roho. Zinaweza zikawa ni za kweli ama ni za uongo, lakini sicho Mungu anasema kuhusu wewe. Kuna kitu Mungu anasema kuhusu wewe. Yeremia 29 mstari wa 11 anasema, nayajua mawazo nayokuwazia, sio mawazo mabaya, wala sio mawazo ya kutisha, wala sio mawazo ya balaa, wala sio uangamivu, bali ni mawazo ya amani. Ninawaza kukupatia mema. Mungu hajawahi kutuwazia mabaya. Sisi hatuwezi kuwa adui wa Mungu. Mungu hawezi kutuwazia mabaya. Hata kama we ni mbaya, Mungu bado anakuwazia mema. Hata kama bado ni mwenye dhambi, Mungu anakuwazia mema. Hata kama hausikilizi, Mungu anakuwazia mema. Kaini alikuwa na mawazo mabaya. Kaini akaenda akaua na ndugu yake, lakini bado Mungu anamwazia mema. Mungu anamfuata, anamwita Kaini, Kaini mwanangu. Bado Mungu anamwazia mema. Kaini ameua, bado Mungu anamwazia mema. Mungu amemwambia laana imekupata. Kaini akalema, wataniua wakiniona. Bado Mungu anamwazia mema. Mungu akamuondolea ile hukumu, akamweka alama ili atakayemuona asimuue. Mungu ana mawazo mema na mazuri kwa ajili yetu. Haleluya! Huo ndio ujasiri tulionao. Tuna ujasiri kwa Bwana. Hata kama tuna makosa, tunajua anatuwazia mema. Hata kama tuna shida, tunajua anatuwazia mema. Hata kama tumekosea, hata kama tumetenda dhambi, yeye anatuwazia mema. Hatuna haja ya kuogopa mabaya. Hatuna haja ya kuogopa wabaya. Hatuna haja ya kuogopa wenye mawazo yao, wenye unabii wao. Unabii wao ulaaniwe, maneno yao yalaaniwe, matisho yao yaondoke. Yeye Bwana anakuwazia mema. Sema ndiyo Bwana Yesu. Asante Bwana Yesu. Asante kwa mema. Asante kwa mema. Mabaya yatanipata, magonjwa yataniua, dhambi haitaniua, ubaya hautaniua, giza litanishinda. Wewe ni nuru Bwana, angaza ndani yangu. Wewe ni nuru Bwana, tawala maisha yangu. Wewe ni kimbilio Bwana, ponya moyo wangu, ponya afya yangu, ponya uchumi wangu, ponya njia zangu, ponya wokovu wangu. Bwana Yesu, ponya. Bwana Yesu, tawala. Bwana Yesu, ondoa mabaya, ondoa giza, ondoa magonjwa kwa jina la Yesu. Simama pale ulipo. Kama kuna mahali unaumwa, weka mkono wako. Kama ni moyo, mahali uweze kufika, weka kwenye moyo wako. Piga mahali panauma. Sema wewe Bwana ni mponyaji. Sema Yesu ni mponyaji. Yaponya magonjwa yangu Bwana. Ponya moyo wangu Bwana. Ponya afya yangu. Ponya afya yangu. Ponya maisha yangu. Piga kifua, sema Bwana, naomba uniponye. Naomba unihudumie. Yesu Kristo, Yesu Kristo, Yesu Kristo, Yesu Kristo, Bwana wa mabwana, Falme wa falme. Sema nami kwa sauti yako mwenyewe. Sema nami. Sema nami Bwana. Sema nami Bwana. Niponye. Niponye Bwana. Ponya Bwana. Ponya uchumi wangu. Piga moyo wako, sema ponya Bwana.
ponya uchumi wangu, ponya maisha yangu katika jina la Yesu. Kila neno baya lililotamkwa kwenye maisha yangu, lililotamkwa kinyume na maisha yangu, kila unabii, kila sauti iliyoandika, iliyotaja jina langu kwenye ulimwengu wa giza, mchana wa leo hiyo sauti naifuta kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Kila maneno ya mabaya nayafuta kwenye maisha yangu. Niachie, achia maisha yangu. Mabaya hayatanipata, giza halitanishinda, mauti hautaniua, kifo hautaniweza. Achia mume wangu, achia mke wangu, achia watoto wangu, achia nyumba yangu, achia shule yangu, achia biashara yangu, achia masomo yangu, achia uchumi. Rakapara mama, tamka wema, wema wa Bwana, mema ya Bwana yatanipata. Ndipo mema ya Bwana yatanipata, ndipo mema ya Bwana yatanipata, ndipo mema ya Bwana yatanipata.